Habari ya kushangaza mjini ni klabu ya Dar es Salaam Young Africans kumsajili Selemani Gomez Mwalimu. Selemani Mwalimu ameshasajiliwa kunako kule mitaa ya Jangwani, na hii inashangaza kweli kweli na kuacha maswali kwa wadau wa mpira wa miguu na mashabiki wa Simba wamebaki wameduaa kweli kweli, ikiwa Selemani Mwalimu alitambulishwa siku ya Simba Day kama mchezaji rasmi wa Simba Sport Club, japokuwa alikuwa bado yupo nchini Morocco akidai kwamba yupo kwenye ndege akiwa anarejea Tanzania. Lakini sasa utambulisho wake ambao ulitambulishwa kwenye screen pale uwanja wa Uhuru, mashabiki walipiga makofi wakifurahia uwepo wa Selemani Mwalimu tena mitaa ya Msimbazi. Sasa haya ni makosa ambayo pengine tunaweza kusema kwamba Simba wanayafanya, lakini kwa Dar es Salaam Young Africans ni kama ushindi ambao wanakuwa wakiendeleza kila siku, bato ambayo wako nayo. Yanga wanakuwa wanawini mara kadhaa. Sasa hiki kitu ambacho kinazidi kudhihirisha kwamba kuna tatizo katika namna ya uendeshaji wa uongozi wa Simba Sport Club, namna ambavyo uongozi wa Simba Sport Club unafanya kazi ni kama vile kunakosa ufanisi kinamna moja ama nyingine. Inawezekanaje mchezaji tayari mmeshamsainisha katika klabu yenu, ama tayari ameshasaini mkataba, anakuwa yupo tayari amesainiwa pia na timu nyingine, au na timu nyingine inakuja inawapita nyie, yani timu nyingine inamsainisha? Inamaanisha nini hii? Hii inamaanisha kwamba namna moja ama nyingine uongozi wa Simba Sport Club hauko imara au haufanyi kazi kwa ufanisi zaidi. Hapa unaweza kumpa hongera sana Engineer Harris kwa hiki alichokifanya. Unaweza kusema kwamba Selemani Mwalimu ni mchezaji wa namna hiyo? Selemani Mwalimu ni mchezaji ambaye alitakiwa atikise mioyo ya mashabiki wa Simba kwa kama hivyo? Hapana. Selemani Mwalimu ni mchezaji tu wa kawaida, lakini kitendo ambacho wamekifanya Yanga kuweza kumchukua mchezaji tayari ameshatambulishwa Simba Day, alafu Yanga wanamchukua, hii inawafanya mashabiki wanaumia mioyo yao, wanaonekana kwamba wako wiki, wanaonekana hawana uwezo wa kubatu na Yanga. Hichi ndio kitu ambacho kinaumiza. Hata kama ingekuwa ni Joshua Mutale pale Simba Sport Club, tayari nyinyi mmeshamsainisha, alafu timu pinzani inamchukua, licha ya Joshua Mutale, lakini bado watu wangeumia kweli kweli. Kwa hiyo haimaanishi kwamba Selemani Mwalimu alikuwa ni mchezaji wa kutegemewa pale Simba Sport Club. Kinachoumiza zaidi ni kwamba wanamchukua mchezaji ambaye tayari walishatambulishwa. Hii ni dharau ilioje kwa mashabiki wa Simba Sport Club. Wameumia kweli kweli. Nimejaribu kupitia katika page ya Simba Sport Club, nimejaribu kupitia kwenye page ya Selemani Mwalimu, nimejaribu kupitia page ya Dar es Salaam Young Africans. Nimegundua kwamba mashabiki wa Simba wamekuwa wakilalamika, lakini pia kwa mashabiki wa Yanga wamekuwa wakifurahi kweli kweli kuhusiana na kusaini pale Dar es Salaam Young Africans Selemani Mwalimu. Mashabiki wamefurahi kweli kweli, na hii haimaanishi kwamba labda Selemani Mwalimu ana ukubwa wa namna hiyo. Kwa siku hii ya leo pengine tutazungumzia kwamba yani siku ya leo itakuwa ni siku ya kumzungumzia tu Selemani Mwalimu Gomez, kwa sababu hii ni comeback ya hatari. Wanasema kwamba bwana, hii ina balaa, na kwa Simba wanaweza kusema kwamba haina comeback. Sasa tuone kitu gani ambacho Simba wanaweza kufanya labda kuweza kuwaumiza Yanga bila kupaniki, kwa sababu unaweza kusema pia hii ni njia ya kuwatoa mchezoni mapema. Ukiangalia Simba dabi ya Kariakoo ni tarehe 12, Simba na Yanga dabi ya Kariakoo. Hivyo tena ndo yani ni kabla siku kadhaa kabla ya dabi ya Kariakoo. Kwa hivyo basi tunaweza kusema kwamba hii inaweza ikawa athari kisaikolojia Simba Sport Club, kuanzia mashabiki mpaka viongozi na wachezaji. Inawezekanaje mchezaji tayari ameshasaini timu fulani lakini akaja kusainishwa timu fulani, na maana viongozi hawapo serious? Lakini pia kwenye mipango ya mbinu, mchezaji anakuja kuondoka siku mbili kabla ya dabi au siku moja kabla ya dabi, ukija kugundua kwamba hii kimbinu inakaaje. Kwa hiyo anaweza kavujisha yoyote ndani ya klabu, yale mipango yenu yote mlikuwa mmepanga na nini. Kwa hivyo kwa hapa tunaweza kusema Yanga tayari wameshashinda mechi nje ya uwanja. Kwa hiyo iliyobaki ni kwenda kuona game ambayo inaendelea ndani ya uwanja. Kama Dar es Salaam Young Africans wataweza kuwin tena hiyo mechi, na maana wameshinda nje ya uwanja na ndani ya uwanja. Lakini kama ikatokea
Simba wakamfunga Dar es Salaam Young Africans, basi wataweza kupunguza machungu ambayo wako nayo, kwa sababu hii ni maumivu kwa mashabiki wa Simba Sport Club, kwa sababu walipiga kelele, walifurahia, walisherehekea, na hii pia inawapa maumivu mashabiki wa Simba Sport Club kwa kile ambacho wanakitaka hawakipati. Imagine sasa hivi furaha yao ni kupata mchezaji wa maana, mchezaji mzuri. Kwa hawa walikuwepo pia walifurahia usajili huu, lakini wakaambiwa bwana, kama mtaka mchezaji X factor inabidi muweze kuchangia kiasi fulani katika mauzo ya jezi. Yaani kwamba mnunue jezi kadhaa, zitakapofika bwana sitamleta mchezaji X factor fulani. Lakini mpaka sasa unaambiwa mchezaji fulani ameshasaini timu fulani. Je, kuna uhakika hata wa kumpata huyo X factor? Kwa hiyo kuna namna ambavyo hata userious haupo. Mnaweza mkaambiwa X factor taletwa, mnaletea X factor wa kawaida au mchezaji wa kawaida, kwa sababu namna moja ama nyingine viongozi wa Simba Sport Club labda wanakosa ule userious ambao viongozi wa Dar es Salaam Young Africans wanao. Sijajua shida ni wanapuuzia mambo au wanachukulia wachezaji kawaida. Hapa nyuma kulikuwa tayari kuna mgogoro ambao ulikuwa unaendelea kati ya Kretus Magoli pamoja na Mangungu. Ule ugomvi uliwafanya mashabiki wakawa disappointed sana, wakaona sasa kipindi hiki ambacho tunajenga sisi timu, kwa nini tunagombana, kwa nini hivi, kwa nini Simba tupo organized, kwa nini anafanya kikao huku lakini mwingine anakataza kikao si kinaitwa batili, kwa nini tunafanya kitu fulani kitokee, kwa nini tunataka mchezaji fulani lakini mchezaji fulani haletwi, na pia akileta mchezaji fulani kocha kubaliani naye, kocha anahitaji mchezaji huyu analeta mchezaji mwingine. Na kila mchezaji na wachezaji ambao wanaletwa ni kama vile ambavyo hawaoneshi kiwango. Ina maana kwamba hakuna uaminifu ndani ya Simba Sports Club. Hata labda pesa za usajili huenda zikatolewa ni nyingi, lakini kutokana na namna ambavyo hawafanyi kazi kwa ufanisi, ndivyo hivyo ambavyo unakuja kugundua kwamba hata wachezaji ambao wanaletwa wanakuwa wanakosa ufanisi pale Simba Sports Club. Unaweza kusema kwamba labda mchezaji labda tumpe muda, ni mchezaji mzuri, lakini kumbe ni mchezaji wa kawaida ameletwa, lakini kuna watu hapo kwa ajili ya kusifia ili kuweza kuipendezesha biashara, uonekane umefanyika usajili wa maana. Mchezaji anakuja na kupa kiwango cha kawaida, mwisho wa siku anaondoka. Simba ishakuwa na wachezaji wengi lakini bado ni wa kawaida. Hii inamaanisha kwamba Simba hata akiwa na mchezaji mzuri vipi, hataweza kumfuga, hataweza kumtunza. Yanga wakimhitaji basi wanampata muda wowote. Mara nyingi Simba kila mchezaji ambaye anakuwa akihitajika kupatikana pale Simba ni ngumu sana. Kwa wachezaji ambao basi tu imetokea wamecheza Simba, mashabiki wanakubaliana nao kwa sababu ni mapenzi wapo nayo, lakini wale wachezaji aina wachezaji ambao wanawataka inakuwa vigumu kuwapata. Ukiangalia kwa mfano Isa Salum Abdalla huenda akawa na asilimia hata 90 kwenda Dar es Salaam Young Africans kuliko Simba. Kwa nini inakuwa hivyo? Ni kwamba viongozi wa Simba kuna namna moja ama nyingine hawapo serious kabisa. Waangalie wachezaji ambao Simba kama wanataka matokeo, wanataka ubingwa, basi waangalie namna ambavyo wanaweza kawa serious kubato. Wamtafute mtu ambaye anaweza figisu, anaweza challenge. Mpaka sasa tunaweza tukampa hongera sana Engineer Harris pamoja na viongozi wengine ambao wako juu nyuma ya hili, wanapambana kweli, lakini kongole zaidi tunaweza kumpa Engineer Harris kwa sababu yeye ndio kiongozi, na yote haya tunaweza kusema kwa asilimia kubwa ni maono yake au maono yamepitia kwake. Kwa hivyo pasipo yeye basi hivi vyote visingetokea. Kwa nini usimpe hongera Engineer Saidi kwa kufanya hichi? Lakini Simba mpaka sasa kuna mengi ya kujifunza na ameanza kufungwa nje ya uwanja. Ni nini maoni yako kuhusiana na haya? Hapa mimi ni Steven Kamil na hii ni Spruce Online TV.